Okay. Leo tutajifunza kabla yote, kama ndo kwa mara ya kwanza unaingia kwenye video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ni muhimu pia kusupporti channel ya. Kwa ngoja tuendelee. Leo tutakuja kujifunza tools ambazo zitahusika kwenye edit mode. Video iliyopita tulijifunza tools ambazo zipo kwenye object mode. Tukasema tutakuja kujifunza huu upande, lakini tutajifunza kwanza tools ukiwa kwenye edit mode, ambazo zile tulizitaja shortcut zake. Pia leo tutakuja kuziona kwa ufasaha vizuri. Shortcut, kuna vitu vingine ambavyo ni muhimu kuvijua. Moja kwa moja tunakuja hapa juu. Hapa juu tuna change, tunakuja kwenye edit mode. Hizi zingine tutakuja kuzitumia, ila hapa tucheze na hizo object mode na edit mode kwa ndo tunaanza kujifunza. Kisha kuja kwenye edit mode, kuja kwenye edit mode, video ya cube yetu hapa itabadilika na itakuwa hivi. Manake hapa imekuwa selected, umeichagua edit mode, yani manake inakupa uwezo wa kuedit. Yani hapa hii cube unaweza kuedit unavyoitaka. Okay, ngoja tuendelee na tools zingine. Zile za muhimu zile kwa sasa hivi kwa wewe beginner. Kwa mfano kuna hii hapa, hii ambayo ni extrude. Hii hapo extrude, na click hiyo extrude. Hii extrude kitatokea kitu hapa. Hii extrude maana yake ni kuongeza, kama kuongeza cube nyingine kwa juu yake, au kishika hii kwenye mouse yako, ukishika right click ukaipeleka juu, unaona unazalisha cube nyingine. Lakini hii cube manake sio lazima iende hadi mwisho, lakini umekuwa umezalisha cube nyingine, unaweza ukaja ukaiachia hapa, manake umezalisha cube mbili. Kwa hiyo inakupa option pia ya kwenda inakupa option, unabidi ujue hapa tumeselect ili lote tumeliselect cube yetu yote, tumeiselect ile box. Maana yake unao option ya kuselect kwenye kile vitu ambavyo tulijifunzaga huku juu. Kuna hii vertex, edge na face. Manake una uwezo wa kuja kuchagua. Mfano tukisema tuchukue face, tuna click kwenye face, alafu tunakuja tuna click ile face ile pale, face ya juu. Manake tuna uwezo wa ku extrude. Unakuja unagusa hapa, una click, unakuwa na extrude. Manake hapa uzalishi, una extrude. Manake unaweza kutengeneza shape kutoka kwenda juu au kwenda chini. Mfano hii ya kwenda chini, tumeenda Z. Ukija kuangalia umetengeneza kama kichumba hivi, kwa extrude kwenda juu. Pia unaweza kuchagua face ya upande huu. Kwa mfano hii tunaweza tukaselect, alafu una extrude kuelekea huku. Manake huo uwezo unao. Kwa utakuwa umetengeneza shape la namna hiyo kutokana na ile extrude. Sasa undo, yani kuanza upya, kurudi nyuma, unaweza una control Z. Ukiachana na hiyo extrude,
shortcut yake extrude, ukiwa kwenye edit mode hapo una press E ya A hiyo. Ukipress hiyo, kwa mfano labda tumeselect ile face, tunakuja na select ile face na press E. Press E, huo mshale unakuonyesha yapo. Unazo option hizo mbili kucheza na zile Z axis na Y axis. Kwa mfano mimi nimepress hiyo iende Z axis, kwa kuwa Z axis mstari wake ni blue. Kwa hiyo nikishika hapa, nikipress E nikapeleka juu, manake mimi na extrude. Kwa mfano nikisema X uende kwenye X, ni extrude kuelekea X, manake na option ya ku-extrude ielekee X. Nikisema tu Y, unaona imejileta huku Y. Kwa mfano unaweza kupeleka kule au kurudisha huku, kwa ni wewe tu ambao unataka. Sasa hii tools naamini tushaielewa hiyo ya ku-extrude. Shortcut yake kwenye keyboard yako hapo, huwa una press to E. Ukipress E, unaona yenyewe ina extrude. Huwa unapandisha juu na mouse yako. Kuna tools nyingine ambayo hapa ya muhimu, kwa mfano ya ku-insert face. Ku-insert face, ukiclick ku-insert face, manake tunaiselect face. Kwa mfano tukiselect E, tuselect hapa juu. Select hii face, maana yake ukishika unaenda unaifinya, unaingiza kwa ndani. Maana yake hii sana ni tofauti hii na scale. Maana yake hii unatengeneza kitu kama hiki hapa, umeinsert face. Maana yake hii una option ya, kwa mfano unaweza kuchanganya hizi tools ambazo tunajifunza kwa kutumia hii insert face na hii extrude. Tunazitumia zote mbili hapa. Tuone, tusha insert face, tunakuja tuna click hapa kwenye extrude. Please click kwenye extrude. Nataka niipandishe hii juu, ni extrude kuelekea Z axis, na press, unaishika hii, unapeleka juu. Maana yake utakuwa umetengeneza shape la namna hii, umetengeneza kitu kama hiki hapo. Hapo ume extrude. Unaweza uka insert tena face. Insert face ni hapa, hii tools inaonekana hapa. Maana ukipeleka kasa yako hapo kwenye hiyo tools inajiandika kabisa hiyo ni insert face. Ukiclick, una uwezo wa kuinsert tena face. Kisha insert face, unarudi kwenye extrude option, ili usio na swala unaenda huku. Unawezekana wewe ukawa una press to E uka extrude down au up, weke up, unakuwa mtengeneza kitu kama hiki. Pia ku insert face una press to I, unakuja tu una press I, unaisogeza hiyo. Hiyo ni shortcut ya ku insert face. Alafu ku extrude una press to E, unapeleka juu unakohitaji wewe. Kwa unaona tengeneza kitu kama hiki hapa. Baada ya hapo tuone tools zingine. Una undo. Baada ya kuundo, unakuja kuangalia tools nyingine hapa inaitwa bevel. Hii hapa, hii insert face, hii hapa bevel. Ukiclick bevel hii inatengeneza, yani
Ngoja tuione bevel inavyokuwa. Ukija kwenye hapa bevel kinatokea kimshale hapo. Ukikishika, left click, ukiwa unakipeleka, ukiona unaona matokeo yake unatengeneza kishepu linaonekana namna hii. Mfano, unaona? Watengeneza shape linaonekana namna hii. Hii ndiyo bevel. Kwa mfano nataka kutengeneza shape hii tuiweke kama duara, maana yake unaleta hapo inakuwa hivi. Tunachanganya matukio. Tunachanganya kitu kama hiki kutoka kwenye hii bevel. Na bevel shortcut yake una control B. Ukishika control B ni bevel. Kwa hiyo ikiwa selected, mfano turudi tutoke kwenye hii tuje hapa, ni control B. Nikicontrol B nimetengeneza ile bevel. Maana yake mimi nashika natengeneza ile shape. Hii ni shortcut yake. Una control B. Kwa mara ya kwanza najifunza Blender, nilikuwa hizi shortcut wakati nafundishwa nilikuwa naziandika, ikanisaidia mimi kutokusahau. Kwa ushauri unaweza kawa unaandika pembeni hizi shortcut, control B, ile extrude una press E. Okay, tuendelee. Tunakuja kwenye tools nyingine ya muhimu. Hii ni loop cut. Hii hapa tools ambayo inafuatia hii ni loop cut. Loop cut, ukiclick loop cut, ukija kwenye nani yetu, ukipeleka hapa hiyo kasa yako, utaona kuna vitu vinatokea. Hii ndio loop cut. Maana loop cut ni unatengeneza kama kishape hivi kingine ambacho unaweza kutengeneza kitu. Mfano ukiclick loop cut hiyo, kwa click na hii kwa unaziongeza tu umuhimu wake, nitakuja kukuonyesha hapo. Kwa mfano tuweke hadi hapo, turudi hapo. Baada ya kuclick ile ukatengeneza loop cut kama hivi, option yake kwa mfano tutumie hapa, option yake unaweza kuja ukaselect face hii hapa, select hii face. Select face, unaweza ukaja uka extrude na press E. Press E, unataka extrude kuelekea wapi? Kwa mfano tukisema tu extrude kuelekea ndani au kuelekea nje, kwa wewe tu. Kwa tuki extrude kuelekea ndani au tu extrude kuelekea nje tuone vizuri, tutakuwa tunatengeneza shape la namna hii hapa hii, kulingana na ile. Mfano mwingine mzuri tena, tunakuja kuselect face hii hapa, tuna extrude kuelekea au tuna insert face na press I. Press I, una insert face, maana yake face inakuwa hivi. Alafu una extrude na press E kuelekea ndani. Kwa unakuwa umetengeneza kitu kama hiki hapa. Manake wewe zoezi lako ni kutengeneza. Manake ukisha hii video baada ya kuisha unabidi utengeneze kitu. Mfano hapa video inayokuja inabidi tutengeneze kitu, tutengeneze meza kabisa. Ni lili kitu unaona kabisa unatengeneza. Mfano meza, tutakuja kutengeneza meza au kiti. Okay. Tools nyingine ni za muhimu zile za kuanza nazo ndio hizo. Hizi zingine zinaenda kutumika huko na zina shortcut yake, kwa hiyo inakuwa simple. Kila tunazidi kuendelea na video nyingine tunakuwa kwa kwenye swala la tools zingine jinsi tunavyoendelea tunaenda kujifunza ile hizi za muhimu za mwanzoni ndio hizo, na shortcut zake ndio hizo. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pia.
Okay, sasa hapa video inayokuja tutajifunza jinsi ya kutengeneza shape. Tunaitengeneza shape na tutaitia rangi. Okay, usisahau kusubscribe. Asante.